tatizo letu la miaka yote na tatizo letu hasa la bunge hili ni ushabiki usiokuwa na maana yoyote. Tumeruhusu bunge linapitisha sheria za mambo makubwa bila kuzitafakari. Matokeo yake ndio haya. Sasa tuna mkataba wa kimataifa unaosema rasilimali zetu za maji, maziwa, mito kuhusiana na bonde la mto Songwe zitaamuliwa kama kutakuwa na mgogoro katika mahakama ya SADC. Wale walioenda kunegotiate huu mkataba na umesainiwa tarehe 18 ya mwezi wa 5, hakukuwa na watu wa Attorney General's Office, hakukuwa na watu wa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, hakukuwa na watu wa wizara ya sheria na katiba, na tuna maprofesa pale. Niliposema professorial rubbish, this is what I meant. Hawakuwepo. Hawa ambao walileta baadaye hii sheria ya permanent resources, permanent sovereignty over natural resources, hawakujua kwamba kuna mkataba umekuwa negotiated. Mheshimiwa Tundu Lissu, kuna mheshimiwa mbunge amesimama. Mheshimiwa Janet Mbene. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi naamini Mheshimiwa Tundu Lissu anaweza akatoa maoni yake bila kutumia maneno ya karaha. Hana haja ya kutukana, hana haja ya kusema maneno ya ovyo. Yeye aeleze kilichoharibika, kinachoweza kutengenezwa na nini ambacho kimekosewa ili tufanyiwe kazi. Sidhani kama kuna haja ya kutumia maneno ya kuambia wenzie rubbish wala kitu chochote. Mheshimiwa, I will not even kidogo Mheshimiwa Tundu Lissu. Waheshimiwa bunge, kwa sababu tunaendelea na huu mjadala, na ili tuweze kwenda wote sawa sawa, tukumbushane zile kanuni zinazohusu majadiliano, lakini hata zile zinazohitaji kupata fursa ya kuzungumza ikiwa mbunge mwingine anazungumza. Kwa hiyo twende vizuri kwa sababu mjadala tunaendelea nao. Mheshimiwa Tundu Lissu. Asante Mheshimiwa. Maneno ya Mheshimiwa Mbene wala hayahitaji heshima ya kujibiwa. Naomba niendelee. Mheshimiwa Naibu Spika, ni hivi, nimeuliza swali la msingi hapa. Huu mkataba umesainiwa tarehe 18 Mei mwaka huu. Je, Waziri Lwenge alienda peke yake? Yeye injinia, mambo ya sheria anaweza asiyafahamu. Alikuwa peke yake? Hakupata ushauri wa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali? Hakupata ushauri wa waziri wa sheria? Wale walioleta sheria hii ya permanent sovereignty over natural wealth hawakujua matakwa ya mkataba huu? Matokeo yake, waheshimiwa wa bunge, na nimeizungumza na nitaendelea kuizungumza tena, matokeo yake ni aibu hizi. Mmetunga sheria miezi miwili iliyopita, leo mnaleta mkataba, mnatunga sheria nyingine ya kuitengua, na mtaitengua. Waheshimiwa, nawaomba sana, na tatizo hili la mgongano kati ya sheria inayosema mali asili na utajiri wa nchi yetu ushughulikiwa na mahakama zetu, uko vile vile kwenye mkataba ambao unakuja kesho wa bomba la mafuta. Kaangalieni. Na mkataba wa bomba la mafuta unasema mgogoro tukigombana na Uganda na Tanzania kwa sababu ya bomba la mafuta, mgogoro ule unaenda kuamuliwa London. Na hawa ambao wanajifanya ndio watetezi wa rasilimali za nchi hii hatuoni. Waheshimiwa wabunge, nawaombeni, mimi na maneno makali sana, lakini nani aniambie kama haya ambayo tumeyapitisha yako sahihi? Aniambie haya nayo yasema ni ya uongo, kwamba hatujaleta mkanganyiko wa kisheria hapa.
Na kama tumeleta mkanganyiko wa kisheria, tunatunga mkataba wa kimataifa, tunapindua kile tulichokipitisha hapa kwa majidai mengi hapa, tunakitengua miezi miwili baadaye, sisi ni watu wa aina gani? Narudia tena wito wangu, Mheshimiwa Naibu Spika na waheshimiwa wabunge, hasa wabunge mlio wengi, mambo